Asa siku ya leo nataka nikupe tahadhari wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye unamwamini Yesu, wewe ambaye uko safarini kwa ajili ya kuelekea mbinguni. Kama jinsi maandiko matakatifu inatuambia kwa kwamba sisi ni wasafiri hapa duniani na mahali ambapo tunaelekea ni mbinguni. Unajua kila msafiri yote yule ambaye anasafiri waga yuko makini sana ili aweze kufika mahali ambapo anaelekea kwenye safari yake. Na katika dunia hii ambao tuko sasa hivi, moja ya jambo ambalo watu wengi wameokoka wamekuwa wakilikosea ni kufuatisha namna ya dunia hii. Afu ningetaka mtu wa Mungu uweze kunipatia sikio kwa makini sana. Dunia hii kuna mahali ambapo inawapeleka wanadamu, na mahali ambapo dunia hii inawapeleka wanadamu ni motoni. Hii mifumo ya kidunia ambayo unaona inanyanyuka kila siku duniani, mara kuna tokea aina fulani ya mivalio, aina fulani ya nyimbo, aina fulani, yani dunia kila kukicha inaleta vitu vingi vya kipepo. Hii yote ni maandalizi ya kuwapeleka watu jehanamu. Na moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikitia huruma sana ni kuona tena vile vile pia wale watu ambao wanaitwa kuwa ni wateule, wana wa Mungu, walio safarini kwa ajili ya kuelekea mbinguni. Moja ya kitu ambacho kinatia huzuni ni kuona pia kwamba hao walio wana wa Mungu ndio ambao ni wa kwanza tena vile vile pia kuanza kuiga mifumo ya kipepo ambayo mashetani imekuwa ikialeta hapa duniani. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, maandiko matakatifu inasema pia kwamba sisi tuliookoka ni nuru ya ulimwengu huu. Watu wa mataifa wanatakiwa waokolewe na sisi ambao tumeokoka. Watu wa mataifa wanatakiwa waokolewe na kanisa ambalo Bwana wetu Yesu Kristo aliliacha hapa duniani. Lakini moja ya kitu ambacho ni cha mshangao, kulikoni wale waliookoka waweze kuwaokoa wale wengine ambao hawajaokolewa. Wale wenye hawajaokolewa tena ndio ambao wanakuwa wanawavuta hawa ambao wameokoka. Yani wenye wameokoka ndio ambao tena wanaiga wale wenye hawajaokoka, wakati ilitakiwa wale wenye hawajaokoka waweze kutuiga sisi ambao tumeokolewa na Mungu. Mungu atusaidie sana. Ndio maana kuna makanisa mengi sasa hivi duniani ambayo yanatia hata aibu. Yani mtu anatoka zambini akiwa na matumaini kwamba nitakapofika kanisani nitaokolewa, nitakapofika kanisani nitabadilika. Lakini anatoka huko, anakuja kanisani, anafika kanisani tena anakuta ni bora hata mahali ambapo alikuwa kulikoni kanisani, kwa sababu anakuta kanisani wanavaa vibaya kuliko hata kule kwenye ametokea. Unajua kuna baadhi ya wanawake ambao walikuwa ni makahaba, wakiingia kanisani wanakuta waimbaji wanavaa kikahaba zaidi hata na yeye ambaye alikuwa anajiuza mahali ambapo alikuwa ametokea. Hapo ndo mahali ambapo wana wa Mungu wamefikia. Hapo ndo mahali ambapo kanisa limefikia. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Safari ya kwenda mbinguni, mtu wa Mungu, hii safari ni vita. Hii safari ni safari ambayo inampasa mtu kupambana. Ndio maana Bwana Yesu Kristo anakuambia pia kwamba mtu yote yule ambaye anataka kunifuata aikane nafsi yake aweze kunifuata. Maanake ni kwamba ni lazima uweze kujikana. Yani ufikie kwenye hatua ambayo utasema niko tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Niko tayari kuacha vyote kwa ajili ya Yesu. Hapo ndipo utatembea na Mungu, na hapo ndipo utafika mbinguni. Lakini hivi hivi tu itakuwa vigumu sana kwa watu wengi kuweza kufika mbinguni. Kwa sababu gani? Dunia inavuta watu. Ndio maana mtu hawezi kufika mbinguni ikiwa ya kwamba hajakataa hii dunia.
Mtu hawezi kufika mbinguni ikiwa kwamba hajajitenga na mambo ya hii dunia. Na hapa kwa kujitenga na mambo ya hii dunia ndo watu wengi wanafeli. Watu wengi wanafikiri kwamba kuingia kanisani ndo kuwa mtu wa Mungu. Eti kuwa wa Yesu ni kwenda kanisani. Hapana. Kuwa wa Yesu ni kufanana naye, ni kukubali kukataa mambo yote ya hii dunia ambayo unajua ni maovu, ambayo unajua yako kinyume na Mungu. Sikia nikwambia, wokovu ni mabadiliko. Wokovu ni mabadiliko. Wokovu haiko kwenye maneno. Wokovu haiko kuingia kanisani. Wokovu haiko tu kumtumikia Mungu. Wokovu ni mabadiliko ya mtu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Ufunuo maandiko yanasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao mpaka kufa. Maana yake ni kwamba walipookolewa wakajikana kwa ajili ya Yesu. Wakajikana kwa ajili ya Yesu. Jina la Bwana Yesu lipewa sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watumishi wengi ambao hawawezi kusema kweli ya Mungu ndo wamekuwa tena wakitumika kama malango ya kuwapeleka watu jehanamu. Sikia nikwambie, sio kila kanisa inawaandaa watu kwa ajili ya kwenda mbinguni. Kwenye kile kitabu cha Waefeso ile sura yake ya 4, maandiko yanatuambia kwamba huduma hizi ambazo Bwana Yesu ameziweka ndani ya kanisa, kwa kiwemo mchungaji, mtume, nabii, mwalimu, maandiko yanasema hizi huduma zimewekwa kwa kusudi la kukamilisha watakatifu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa nini? Ili waweze kufika mbinguni. Ili Bwana Yesu aweze kuwapokea watakapokuwa wanaelekea mbinguni. Huduma hazikuwekwa kwa ajili ya kuandaa watu kwenda jehanamu. Bwana Yesu akununua kanisa ama akuweka kanisa kwa ajili ya kupeleka watu jehanamu. Lakini tuna makanisa mengi sasa hivi ambayo inawaandaa watu kwenda motoni. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu, pigania roho yako. Pigania uzima wako. Usikae tu mahali ambapo kuna mchungaji ambaye kila kukicha anakushawishi kutenda maovu, anakusapoti kutenda maovu. Usikae mahali ambapo ana viongozi wa namna hiyo, kwa sababu wanakuandaa kwenda motoni. Sikia nikwambie, wokovu unatafutwa, wokovu unapiganiwa. Read your Bible. Maandiko yanatuambia kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 10, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kornelio. Maandiko yanasema yule ndugu alikuwa anatoa sadaka zake na sala zake kila mara ili Mungu aweze kumuokoa. Alikuwa anapambana kutafuta wokovu. Kisha wewe unakaa mahali ambapo kiongozi wako kila siku anakusapoti kwenye uovu. Ndio maana hauwezi badilika, kwa sababu kiongozi ambayo unamfuata ni muovu, anakutengeneza kwenda motoni. Sika nikwambia, shetani huwa ana tabia ya kuwapotezea watu muda. Anakupotezea muda, maana shetani anajua kwamba kila kukicha siku za mwanadamu zinapungua. Kila kukicha siku za mwanadamu zinapungua. Anakuzoofisha, anakupofushwa ili siku moja uweze kuelekea motoni. Na watu wengi bado hawajashtuka. Sikia nikwambia, hawa wachungaji ambao wanawaweka ndani ya makanisa, wanawapigisha mastori tu, wanawaambia habari za wanawake, wanawaambia habari za wanaume, wanawachekelea wakati mnajaa dhambi, mnajaa zinaa, mnajaa chuki. Tuna wachungaji wengi sasa hivi hawawezi kuongoza hata washirika wao kwenye maombi ama kwenye mifungo. Sasa wewe utakuwa Mkristo gani mwenye uombi? Mkristo gani mwenye ufungi? Wanategemea tu ibada ya Jumapili, na hiyo Jumapili yenyewe wanaomba masaa 2 3, wapo kwenye ibada, eti watabadilika. Maandiko yanakuambia inatupasa kumuomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Yaani inatupasa kila siku kumtafuta Mungu, kila siku kukaa kwenye uwepo wa Mungu, ili kuweza kushinda hii dunia, ili kuweza kumshinda mwovu ibilisi. Kisha unafuatana na kiongozi ambaye
yeye mwenyewe hata kuomba hapendi, hata kufunga hataki. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ukiangalia sasa hivi ndani ya makanisa mengi, washirika hawana utofauti na watu ambao hawajaokoka. Hawa waimbaji ambao mnawaona ndani ya makanisa wanaimba kwaya, ndo wanajaa TikTok, wanakata mauno. Hawa watu ambao mnaona ndani ya makanisa wanajiita watumishi, ndo hao ambao wanachafua kila siku mitaani huko. Kwa sababu gani? Kanisa halina moto. Wako mahali ambapo hakuna kweli ya Mungu. Maandiko yanasema nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Utakuwaje huru mahali ambapo hakuna kweli? Bwana asifiwe sana. Na shetani sasa hivi duniani amenyanyua vitu vingi sana kwa ajili ya kuwakamata wanadamu. Viko vitu vingi sana, vitu vingi vya zinaa. Ndio maana ukiangalia kwenye makanisa, yani ukiangalia jinsi tu wanawake wanavaa makanisani, kuna makanisa mengine utawazia ni bar, utawazia ni disco, utafikiri ni makahaba fulani ambao wako mazabaoni wanajiuza. Hafu mchungaji anakaa anacheka tu, mchungaji anakaa anaona ni poa tu. Hao watu kama wataambiwa kweli, kama watakemewa, wataokolewa. Mwanadamu anamhitaji mtu wa kumkemea. Mwanadamu anamhitaji mtu wa kumwambia kweli ili aweze kubadilika. Alafu hao wachungaji vipofu utasikia na kuambia kwamba Mungu mwenyewe anajua, Mungu mwenyewe anajua. Tunawaombea, Mungu mwenyewe atawagusa. Watu waliokolewa kwa injili, Paulo anasema siwezi kuonea injili aibu, kwa kuwa ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Wokovu unapatikana kwa injili. Wokovu unapatikana kwa injili. Maombi ni ya kwako wewe mtumishi, unaenda kuomba Mungu akutie nguvu ili uhubiri. Tuko pamoja? Maombi ni ya kwako wewe mtumishi, unaenda kuomba huko, Mungu nitie nguvu, Mungu niwezeshe, nisiwe na aibu ya kuambia watu ukweli, nisiwaogope watu, nisipende pesa. Ni kazi yako wewe kwenda kuomba huko. Lakini unapokuja kwa wana wa Mungu lazima uwaambie kweli. Ndio maana unaitwa mchungaji, ni mtu mwenye anachunga. Ngoja nikupatie mfano hapa kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura yake ya 4. Nikupatie mfano hapa wale ambao walikuwa wanahubiri injili. Matendo ya Mitume ile sura ya 4. Wokovu unapatikana kwa injili, na si kwa kuwaombea watu kama jinsi unafikiria. Ni kwa injili ndio wokovu unapatikana. Matendo ya Mitume ile sura ya 4. Unaona maandiko yanasema wakina Petro walipokuwa wanahubiri injili, kiasi kwamba wale makuhani wakachukia sana injili ambayo wakina Petro walikuwa wanahubiri. Maandiko yanasema wakawachukua wakina Petro, wakawafunga, wakawapiga, wakawaonya wasije tena wakahubiri habari za Yesu, kwa sababu walipokuwa wanahubiri ndipo watu walikuwa wanaokoka. Tuko pamoja? Lakini walipopigwa, maandiko yanasema wakina Petro wakaenda kumuomba Mungu, na moja kati ya maombi yao ambayo waliomba, angalia kwenye Matendo 4:29, wanamwambia Mungu, basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Uwajalie watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Sio ujasiri kipande, ujasiri wote. Tuko pamoja? Na maandiko yanasema walipoomba hivyo kwenye Matendo 4:31, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Tuko pamoja? Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Tuko pamoja? Watu wanaokolewa kwa sababu wanaambiwa kweli ya Mungu. Wao nafikiri bila kweli ya Mungu tungekuwa mahali hapa, mahali tulipo? Kwa sababu kuna watu tulikutana nao ambao wanasema kweli ya Mungu. Sio wewe mchungaji ambaye unashindwa hata kukemea.
Yaani wanawake wanavaa vimini, hauwaambie hata kama hiyo ni dhambi, bado mna roho ya uzinzi ndani yenu. Dhambi inakemewa, mtu wa Mungu, dhambi inakemewa. Ndio maana Yesu alikuwa anakemea. Tuko pamoja? Ndio maana hata watoto ya wachungaji wengi hawa vipofu ni makahaba, ni wazinzi. Kwa sababu gani? Wazazi wao wenyewe wana roho ya uasi. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu, unapokuwa unasoma maandiko, usisome maandiko kama mtu mwenye hauna ufahamu. Nikuoneshe mfano mwingine. Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Roho Mtakatifu aliposhuka, maandiko yanasema nini? Petro alishimama akijaa roho, akaanza kuhubiri injili kwa ujasiri, akaanza kuambia watu kwa ujasiri. Tuko pamoja? Kwa ujasiri. Na unaona hapa chini kwenye Matendo 2, Matendo 2:41 inasema hivi: nao waliolipokea neno lake walibatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Nao walipolisikia, sio nao waliosikia maombi. Walikaa kwenye maombi wakimsubiri Roho. Roho alipowajaza wakaanza kuhubiri. Tuko pamoja? Wakaanza kuhubiri. Watu wanaokolewa kwa neno. Tuko pamoja? Yeye hulituma neno lake, uwaponya watu, uwaokoa watu, uwatoa watu kwenye maangamizo yao. Ni neno ndo linaokoa. Neno ndo linaokoa. Neno ndilo ambalo linabadili. Ndio maana shetani akitaka kumwangusha mtu anatumia neno la uongo, kama gisi viongozi wengi wanawadanganya watu. Bwana asifiwe sana. So wewe ambaye unanisikia kwa muda na saa kama na huu, na unajua kabisa haujaokoka, usipoteze muda. Mtafute Mungu maadamu anapatikana. Maana kuna siku ambayo watu watatafuta hii neema ya wokovu, hawataiona. Hivyo mtafute Mungu maadamu anaonekana, maadamu anapatikana. Maandiko yanasema Mungu ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa wafu. Hutamtafuta Mungu pale ambapo umekufa. Unamtafuta Mungu ukiwa hai. Maandiko yanasema kama jinsi tulivyokwisha kuandikiwa, baada ya kufa ni hukumu. Mtu akifa, ambacho huwa kinamsubiri ni hukumu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wengine huwa wanasubiri eti wataokoka pale ambapo wanakaribia kufa. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu, wewe hujaelewa nini maana ya wokovu. Unafikiri ukiita wachungaji pale unakaribia kufa utaingia mbinguni? Ndio unafikiri hivyo? Yesu anamwambia Nikodemo, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Atakaye ingia mbinguni ni yule mtu ambaye ameokolewa na Yesu. Utasikia mtu anakwambia, yule mwizi pale msalabani alikuwa anakaribia kufa, akaomba, akaenda mbinguni. Alikutana na Yesu. Watumishi wa Mungu wanakukutanisha na Yesu. Kwa hiyo kama unakaribia kufa na mtumishi wa Mungu anakuongoza sala na haukukumbana na Yesu, hutafika mbinguni. Kumbuka hilo jambo. Ndio maana mpaka ukumbane na Yesu, yani mpaka uokolewe. Wokovu ni mpaka ubadilishwe, uwe mtu mwingine, ndio utaingia mbinguni. Ndio maana yule mwizi pale msalabani alikumbana na Yesu. Yesu ndo alimbadilisha pale. Tuko pamoja? Kama utakuwa unakaribia kufa, ukaongoza sala, ukatubu,
na Yesu akakuokoa na ukaona umeokoka pale ulipo, hapo sawa. Kwa sababu watu wengi sana ni wajanja na wanafikiri wanaweza kumfanizia Mungu ujanja. Ndio maana sasa hivi tuna dini nyingi hapa duniani zinawaambia watu kwamba hata ukifa tutakuombea ili uende mbinguni. Ibada za wafu ni ubatili na ni uongo mkubwa ambao watu wanadanganywa. Watu wengi wanaizwa ibada. Ukiangalia wale wa New Apostolic, wale wa New Apostolic wanaizwa ibada. Waislamu wanaizwa ibada za wafu. Wakatoliki ibada za wafu. Yaani wewe unakaa zambini hapa, wewe unafanya zambi zako hapa duniani, unafanya matendo mabaya, unakufa kwenye uovu, eti watu wengine waikalie kukuombea hapa ili uende mbinguni. Huo ni uongo. Leo nasikia Waislamu wanakuambia tumswalie mtume. Umswalie mtume. Yesu alipokuwa anafundisha kwa habari ya watu waliokufa, maandiko yanasema palikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lazaro, na mwingine alikuwa ni tajiri. Maandiko yanasema yule tajiri, kwa sababu alikuwa hajaokoka, alipokufa akaenda kuzimu. Alipokufa akaenda kuzimu, maana alikuwa hajaokoka. Maandiko inasema mtu akifa matendo yake itamfuata nyuma. Tuko pamoja, mtu wa Mungu? Wokovu unatafutwa pale ambapo mtu iko hai, na hakuna ambaye ataokoka kwa ajili yako. Unaokoka mwenyewe, unaamini mwenyewe, unaokolewa mwenyewe. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Hizi ni siku za mwisho, kama jinsi maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 kwamba katika nyakati za mwisho patakuwa na roho nyingi za uongo na mafundisho mengi ya uongo, ikilenga kuwapotosha wale ambao wameteuliwa na Mungu. Ndo kazi ya shetani, kuwadanganya wale watu ambao Mungu amewakusudia. Yamkini mahali ambapo unanisikiliza wewe ni mteule wa Mungu, lakini unajua haujaokoka, unajua unaamini uongo. Fanya hatua. Fanya hatua. Fanya hatua. Kama jinsi imeandikwa, itafute kweli na uifuate. Usikae tu kwenye dhehebu yako eti nimezaliwa hapa, kwenye dini yako nimezaliwa hapa. Kama dini yako na dhehebu yako haikubadilishi, haikuambii kweli, hiyo haikusaidii. Haikusaidii. Tuko pamoja? Haikusaidii. Na maandiko yanasema hakuna mwanadamu ambaye atafika mbinguni na hajaokolewa. Huyo mwanadamu hayupo. Ndio maana Waislamu huwa ninawaonea huruma sana. Unajua, kwa Waislamu hakuna kitu kinaitwa kuokoka ama wokovu, haupo. Wao wanaamini kwamba ile matendo ulio nayo tu, ile matendo ulio nayo, unatoa sadaka msikitini, unafanya hayo matendo, ndio utakupeleka mbinguni. Wao wenyewe wanasema peponi. Na huko peponi utapewa wanawake kama 4, mtakunywa divai. Huo ni uongo tu. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Mtume mkuu duniani na nabii mkuu duniani kuliko wote, ambao ni Kristo Yesu, aliongea habari za wokovu. Wokovu maana yake lazima ubadilishwe. Kila mwanadamu duniani alikuwa zambini ama iko zambini. Kwa wale wenye hawajaokoka wako zambini. Kwa wale wenye wameokoka wametoshewa dhambini. Mtu kama hajaokolewa, kuokolewa maana yake ni kubadilishwa na uweza wa Mungu. Ni uwepo wa Mungu uje ndani ya mtu. Hiki kitu hakipo kwa Waislamu. Na kuna watu wengi ambao wanamwamini Mungu lakini hawaamini hili jambo. Bila wokovu huwezi kufika mbinguni. Ndio maana kwenye Biblia hakuna mtume wala nabii ambaye roho wa Mungu hakuwa juu ya maisha yake. Hayupo. Maandiko yanasema kwenye Torati kwa habari ya Daudi, nabii Samueli alipompaka Daudi mafuta, roho wa Mungu akamjilia kwa nguvu. Huyo roho wa Mungu ndiye ambaye huwa anabadili watu. Ndio kitu ambacho Bwana Yesu alikihubiri na kukifundisha. Ndio maana watu huwa wanabatizwa. Ukiamini Mungu unabatizwa ili uweze kupokea roho wa Mungu akubadilishe.
Na ubatizo wa maji upo kwa wale watu ambao wameamini, wamekubali kuanza maisha mapya, na wametubu maovu yao na wameokolewa. Tuko pamoja. Hizi ni siku za mwisho. Mungu akubariki sana popote pale ambapo ulipo umepata nafasi kama na hii ya kuweza kusikiliza ujumbe huu wa Mungu.